nimepewa fursa na shekhe, na sisi tulijiandaa kuja kusikiliza maneno ya mashekhe zetu, na hasa akiwa ni kiongozi mwenyewe aliyetufikia hapa. Lakini nimepewa fursa mimi ni wana musahama wa wastani mchango wangu. Ayuhal muslimun ibadallah, tumetembelewa na Sheikh Said Al-Habsi. Ujio wake una gharama nyingi mpaka kufika hapa, lakini kipi kimemsukuma akaja kututembelea? Alqalbu mawdhi'u nadhari llahi ta'ala, moyo ndipo mahala anapopatizama Allah subhanahu wa ta'ala. Ujio wa shekhe hapa leo, sisi tumepata sharaf bisalamati qalbihi, kwa sababu ya kusalimika moyo wake. Nabii Muhammad, maneno aliyoyathibitisha Imamu Muslim kwenye sahihi yake, akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum, Allah subhanahu wa ta'ala haangalii sura zenu, wa amwalikum, pia Allah subhanahu wa ta'ala haangalii mali zenu. Kwa hiyo kumbe kuwa na mali nyingi sio sababu ya wewe kuwa una cheo kikubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sallu ala nabi. Kadri moyo utakavyokuwa mzuri, msafi, mali yako ulionayo utaitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, ashrafu ma fil insani qalbu, kitu kitukufu kilichopo kwenye mwili wa mtu ni moyo wake. Sheikh alikuja akajenga msikiti huu, mali nyingi kiasi hicho, lakini kipi kilimsukuma? Moyo wake uko salama. Sallu ala nabi. Fahuwa mahallu nadhari llahi subhanahu wa ta'ala, moyo ndipo mahala anapopatizama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadri moyo utakavyokuwa mzuri, hata ukiwa na kidogo lazima utakitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tasharrafna al-yawmi birajulin salimil qalbi, leo tumepata utukufu kwa sababu ya mtu ambaye moyo wake uko salama. Fa'ala al-abdi, ni wajibu kwa mja, an yahtamma biqalbi, kushughulikia na kuupa umuhimu moyo wake. Wayuzayyinahu, au pambe moyo, bitawbati ila Allah, kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayutahhirahu, au swafishe moyo, min kulli ma yakrahuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini moyo? Fa inna zinata adh-dhahiri ma'a kharabi al-batini la tughni shay'a. Sallu ala nabi. Sahibu Mawrid al-Hani, kadhalika sahibu Miftahu Daru Saada, wao wanaweka ibara hapa ambayo tofauti na niloisema kitabu kingine, kuwa fa inna zinata adh-dhahiri ma'a kharabi ma'a fasadi dakhili la tughni shay'a. Hakika kupamba muonekano wa nje pamoja na ndani ya moyo kuwa kuna uchafu na matatizo, hilo halisaidii kitu. Waislamu, muonekano huu nilionao, appearance ya muonekano wa nje, huu muonekano hauna manufaa na Uislamu wangu kwa kiwango kikubwa. Lakini moyo ukiwa salama, mayatima nitawahudumia, wajane nitawasimamia, na Uislamu wangu nitausukuma mbele. Ndugu zangu, tutengenezeni mioyo yetu. Kadiri unavyotengeneza moyo
ndivyo kadri unavyofanya mambo mazuri zaidi. Kilichomsukuma shekhe ni muda mrefu hajafika kwetu, lakini kwa nini amekuja? Kwa nini amefika? Safari yote hii inatengenezwa na moyo wake. Salahul jawarihi bisalahil qalbi, viungo kuwa salama ni kwa sababu ya moyo kuwa salama. Sallu ala nabi. Kadri utakavyoona wewe kazi yako ni kusengenya watu, unatuambia moyo wako wewe ni mbaya, na kadri utakavyosimamia mambo ya kheri, unatuambia moyo wako wewe ni mzuri. Fa inna zinata adh-dhahiri ma'a kharabil batini la tughni shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutuwekea ibara za haya maneno niliyosema ndani ya suratul A'raf aya nambari 26 kama sikosei. Ya bani adam qad anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khair. Sallu ala nabi. Allah anasema, enye wanadamu, hakika nimekuteremshieni nyinyi vazi la kusitiri nyuchi zenu, ni hizi kanzu na nguo zingine, lakini warisha na mapambo mbalimbali, mjipambe, mpendeze, muonekane ni watu wazuri. Lakini Allah anasema vazi bora, walibasu taqwa, vazi la uchamungu, dhalika khair, hilo ndiyo bora kuliko vazi la muonekano wa nje. Sallu ala nabi. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala anzala libasaini, libasan dhahiran yuwari sawata al-abdi wa yasturuha. Allah ameteremsha mavazi mawili, vazi lilo la wazi ambalo linastiri uchi wa mja na anajistiri nalo, ambazo ni nguo, lakini walibasan batinan min at-taqwa, na vazi la ndani ambalo ni ucha Mungu. Yujammilu al-abda wa yasturuha. Kadiri mtu atakavyokuwa ni mcha Mungu, ndivyo atakavyowanufaisha watu wengine walio nyuma yake. Kwa hiyo Sheikh Said Al-Habsi, sisi tunafurahi sana kuyaacha majukumu yako, lakini moyo wako, kwa sababu ni moyo salama, leo tumenufaika na hiki tunachokiona mbele yetu. Ayuhal muslimun, tunao matajiri wengi sana sisi katika maeneo yetu. Jana nilikuwa naongea na tajiri mmoja, rafiki yangu, pengine yupo hapa. Watu wana pesa nyingi, lakini akasema tutengenezeni mioyo yetu ili iwe sawa sawa. Kwa hiyo kumbe pesa zipo, lakini lazima tutengeneze mioyo yetu. Wanasema wataalamu kwamba mwenye kujua faida ya kitu fulani, kila anachokitoa kinakuwa ni dhaifu kwake, yani kinakuwa hakina thamani. Ukishagundua hili jambo lina kheri, kutoa bilioni 2 kwako litakuwa ni jambo jepesi. Kwa hiyo tutengenezeni mioyo yetu. Nabii Muhammad akamalizia hadithi ambacho ni kipande na kichukua. Siku moja Mtume aliwaambia maswahaba wake, ala wa inna fil jasadi mudgha, fahamuni jamaa, kwenye mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, idha salahat, kikitengamaa kikawa safi, salahal jasadu kullu, mwili wote unakuwa safi. Wa idha fasadat, fasadal jasadu kullu, mwili wote unaharibika. Maswahaba hawakuelewa msamiati wa Nabii Muhammad. Mtume akawaambia, ala wa hiya alqalbu, alqalbu mawdhi'u nadhari llahi ta'ala, ashrafu ma fil insani qalbu fahuwa mahallu nadhari llahi ta'ala, almakhsusu bitawabi'ihi min al-imani wattaqwa, fa'ala al-'abdi an yahtamma biqalbi wa yuzayyinahu wa yutahhirahu min kulli ma yakrahuhu Allah, fa inna zinata adh-dhahiri ma'a kharabil batini la tughni shay'a. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.